Kwa majina mimi ni Pogba. Kwanza nashukuru Mheshimiwa Raila Odinga kwa kuitikia wito wa William Ruto. Serikali ya William Ruto si mbaya, shida ni naibu wake wa rais. Huyo naibu wake akucha polepole, ajue vyenye nchi inaongozwa, akucha polepole. Kwanza asipochunga vizuri, na mimi naona Raila Amolo akienda kuchukua hiyo nafasi yake ya naibu wa rais. So apeleke wa Kenya polepole. Na hii mambo anasema ya kwamba hataki kuona wafanyikazi wa media yoyote. Bwana Gachagua, sijui ni nini ilifanya ulipendeza William Ruto na nini akakuchukua kama naibu wake wa rais. Kwanza wewe ndio utafanya serikali yake ikuwe ngumu. Na hatujui ya kwamba hii serikali kati ya naibu wa rais na rais mwenyewe nani ako na nguvu? Hatujui ni nani, kwa sababu vile vitu president anafaa kuongelelea unapata Gachagua ndiye anaongea. Sasa Mr. President, mimi ninakuuliza kwa niaba ya Wakenya wote, kati yako wewe na Gachagua ni nani anaongoza nchi ama ni nani anaongoza serikali? Ambia Gachagua akisimama asalimia Wakenya, akupea nafasi uongee. Hii mambo ingine kila kitu ni yeye, kila kitu sijui. Sasa saizi mimi naona umekaribisha mambo na handshake. Atasuia Gachagua saizi unaweza amuru jeshi ifanye kitu. Wewe bwana, punguza mdomo, punguza maneno mingi, panganga mingi, wacha hiyo maneno. Hii serikali William wakati walikuwa na papa huko nyuma, miaka imeenda mingi sana, 2007 ulikuwa wapi? Wana Pentagon unawajua wote? Unajua watu waliotengeneza Pentagon unawajua? Wewe umekuja hapa, William anajua baba yake ni nani? Baba ya William ni Papa Raila Odinga. Wewe umekuja juzi kwa serikali. Hujawahi kuwa hata kansora. Hatujui hata ulitoka wapi bwana. Kucha pole. Hiyo mambo yako uko nayo, wewe ndio unafanya tunachukia William. Hata William tunampenda kwa sababu ametoka ODM. Asante sana. Kwanza kabisa ningependa kushukuru wa viongozi wawili kwa sababu the truth is nobody was winning in this war. Raila akishikilia msimamo wake na Ruto akishikilia msimamo wake, you can be very sure nobody was winning in this war. But Kenyans were hurting. Mimi ningependa kusema hivi. Asante sana kwanza kwa sababu mlikubali kuongea. Unajua hata kwa nyumba baba na mama wasipoongea watoto ndio wataendelea kuumia. Japokuwa lazima niseme hivi. Unajua kuna vibaraka wenye huwa wanafuata mtu fulani. Sasa hawa vibaraka ndio sumu kwa huyu mtu. Ukiangalia mtu kama Rigathi Gachagua, I don't think kama Rigathi Gachagua akona wa Kenya at heart. Ukiangalia historia yake, Rigathi Gachagua ni mtu amekuwa DC. Na ukiangalia mahali alikuwa DC ni sehemu ya Molo. Na enzi yake ndio tulikuwa na Molo clashes. So kulingana na mimi, yeye ni mtu amezoea kuona damu ikimwagika. He does not understand the magnitude of confronting somebody like Raila Odinga. Yeye hajari, after all, sio yeye, the bus does not stop at him. Lakini tuambiane ukweli, the bus stops at somebody, and that is the president. Ukiangalia yale matako ambayo Raila Odinga alikuwa ameweka kwa meza, unajua hata hawa maaskari wenye walikuwa wanarusha tear gas, hakuna supermarket ya maaskari, wanaenda kwa supermarket the same kama sisi. Kwa hivyo wananunua bidhaa kama sisi, kama ni school fees watalipa kama sisi. Ule mzigo ukitulemea pia wao unawalemea. Tuambiane ukweli. Wale watu wenye wajui shida ya Mkenya harisi ni watu kama Gachagua. Maana ukiangalia ile pesa ako nayo, hata ukisema kwamba sayungu umefika 10,000, hiyo 2 kilo packet, Gachagua anaweza nunua industry mzima peke yake. Lakini ukiangalia hao watu wengine wenye tumesimama hapa,
unga ukafika 500, ukweli sisi tunaweza kununua? Itatukalia vigumu kununua. Kitu kingine tufai tujue hivi. Wakati unaangalia Raila Odinga anapigania kwamba uchumi rudi chini. Raila akona pesa. Unga ukafika 50,000, anaweza nunua naenda kwake, anunulie paka wajukuu wake. Lakini tukiuliza sisi tunaweza kununua? Lazima tujue hivi. Wakati wewe umeshinda kiti, haimaanishi kwamba yule mwenye hakushinda ni mjinga ama hana idea yoyote ya kurani serikali ama ya venye anaweza kufanya mikakati. Na kitu cha pili, siasa tusifanye kuwa adui, kwamba kwa sababu mimi nilipata, wewe hauna agenda, wewe hata hautoshei anything. Kumbuka kwamba wewe pia ni Mkenya, hana nchi nyingine pia yeye. The only place anaweza call nyumbani ni hapa Kenya. So ni vizuri, but let's hope this. Mnapoenda kuongea, agenda yenye tadominate kwa meza ya maongezi ni agenda ya wananchi. Sio ni cheo gani fulani atapata, nani ataingia serikali. Unajua Ruto alitudanganya kwamba hata kuwa anatengenezea wadosi vyeo, lakini ukiangalia kwa kabineti yake yote ni wadosi. Sijaona mama mboga hapo, unless kuna akina Millicent Omanga ni mama mboga na hatujaona watu wa boda boda huko. So chenye yeye alikuwa anapinga ndio amefanya. Let's hope these two people will sit together, they will bring the Kenyan agenda to the table, they will agree, and they will make a decision depending on how Kenyans want, not how themselves want. So that kwa sababu at the end of the day, our country must move forward. Tukumbuke hivi, wakati kuna maandamano ndio changes zinaweza kuja. Lakini tujue hivi, nobody is winning the war. Kenyans will be losing all the time. Yangu ni kwamba Ruto amefanya vizuri kwa kuwa amekubali kuongea na Wakenya. Akiongea na papa, ameongea na Wakenya, sisi wadogo. Wasiangalie mambo ya safa peke yake, waangalie mambo ya wananchi, wasiende kuangalia mambo yao viongozi. Kama Mudavadi, tulikuwa tunampenda. Alikuwa anaongelelea economy vizuri sana. Kwa sababu alipewa mfupa anakula, sasa hiyo ongelelea economy. Mudavadi asimame kama ule kiongozi tulikuwa tunajua kutoka ODM, aongelee economy kwa sababu economy ni mbaya sana. Hiyo ndio maoni yangu. Mudavadi. Okay, kwa majina naitwa James Oresi na mimi ni mkaaji hapa Kisii na ni mwendeshaji wa pikipiki. Tunashukuru wa viongozi wetu kwa sababu wameona hii mambo weka sana hivi wakati wa maandamano na wengine waikataa, inaleta shida katika nchi yetu. Tumeona ni vizuri kwa vile wameamua kukaa na waongee, watuletee ile chifu mzuri anafanyia kazi. Tumeona vile baba akasikia vile aliitwa, akaona waje wakae na Ruto, waongee mahali shida iko, watatue hiyo shida, wananchi waendelee na biashara yetu. Ukiangalia hii wakati imepita, hii hata hii biashara tulikuwa tumefanya, tumeona biashara yetu imeharibika juu ya maandamano na wengine. Unajua akichoshana wale wadogo, wale wakubwa juu, sisi wadogo hapa ndio sisi huwa tunaumia. Juu tukitoka hivi kila siku ndio tunapata mkate wetu wa siku ama chakula yetu, watoto wetu wanapata. Lakini tukiona kama hakuna amani, watoto wetu hawapati kitu, watoto wetu wanaumia na sisi tunarudi nyumbani bila kitu. Hivyo wacha waongee, waelewane na waangalie alama ya maisha vile imekuwa juu, waangalie vile watarudisha chini, waangalie vile watoto wetu hata wataenda shule. Juu maandamano inaliwa hata watoto kwenda shule waende vizuri, lakini ikiwa kuna amani watoto wetu wanaenda. Hivyo tunataka kushukuru serikali yetu, vile Ruto alikubali akaangalia watoto wetu wameumia, hata wananchi wameumia, hata biashara imesambaratika. Hivyo waje wakuje pamoja, hata investors kutoka nje wakiangalia nchi yetu kama iko na msoso hivyo, hawezi leta vitu hapa hivi. Hivyo kurudisha ile economy yetu ikae vizuri, viongozi wetu wakae pamoja na waangalie mahali shida iko. Waongee, wazio wanaongoja wakati vitu vimeharibika ndio wanakuja kukaa. Wanaangalia kwa umbali. Kabla kitu hakijaribika wanaongea na sisi ukiangalia kama wananchi, kama wako pamoja na sisi tunakuwa pamoja. Hivyo ni kama kwa nyumba ukiona mama na papa wakishosana watoto wanaumia. Hivyo na sisi kama wananchi watoto tumeumia, lakini tunasema ile mkuje pamoja, muongee, mtupatie chifu nzuri ile tunaweza fanyia kazi kama wa Kenya na mtulete pamoja, muache ile mambo ya kusema
kama Gachagua kuna wakati alisema serikali ni kampuni, ajue serikali si kampuni. Serikali inaangalia mwananchi, serikali sisi tunatoa usuru, sisi wote tupate maendeleo. Ile inafanyika huko sente na ifanyike kila mahali, ndio Wakenya na zinajua tuko pamoja. Hiyo ndio nilikuwa naye, nashukuru. Asante. Sasa mimi nikiangalia hivi, naibu wa rais nataka kumwambia saa zingine akiona watu taka hata kuongea na yeye awe na ile roho ya utu ya kurudi chini. Kama yeye anaona Raila kuna shida mahali, akamweleze mahali shida iko. Unajua kulitaka siasa haina kiwango, unaweza ambiwa hapo umefika mahali pa kulitaya. Lakini vile unaweza ona wewe mwenyewe, hii siasa nimepiga miaka mingi, nimefika mahali kwenda kupumzika, lakini kama uchapata kile ulikuwa unatafuta ama uchapata vile ulikuwa unataka kutetea wananchi na uchafika hapo, bado iko na wakati juu siasa ichawekwa mahali hapo ndio unafika mahali utayo uende. Hivyo acha tunamwambia waje mheshimu Raila. Raila akifika wakati wake ataenda mwenyewe. Sisi ile kitu tunaweza sema mambo ya safa, tunaona kama wakati ile ilienda koti hawakufungua na sasa hivi ichafunguliwa. Hiyo imepita na wakati. Wacha tuangalie vile tutasonga mbele. Chusa hapa hata ikifunguliwa sasa hakuna mapatiki italeta. Ile kitu iko kile wale wataongea. Raila akubali mahali ataambiwa fanya hiki na hiki ndio amani ikuwe Kenya. Na Ruto akiambiwa hii fanya hiyo akubali ndio tuwe na amani. Hiyo ndio nikiwaomba. Tuendelee. Nianza vizuri. Kwa majina ya hukumu Fred wa Kisii. Mambo na Gachagua kutisa Raila Amolo Odinga atameka mitego kila kona, hiyo ilikuwa ni kazi ya bwerere. Naona ile jukumu yenye rais wetu Ruto yenye amechukua kupatana na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga ni ya kuleta manufaa kwa wananchi wote kwa jumla. Sio mambo na Gachagua. Hii Kenya ya Gachagua ukipatiwa ndugu yangu kwa mwezi moja, naona utatumwaga kwa kaburi la sahau. Tuaomba matamshi yako uyaweke vizuri na uwe nyuma ya rais, upelekwe na inji. Hii mambo ya kusema eti maandamano haitakuwa kwa hii Kenya, lazima maandamano ikue kwa vile venye tunaangamia sisi wananchi wa chini, kama njaa, hali ya kusomesa ni juu. Hiyo lazima tuangalie. Tukifinywa na sisi tutatoka kwa barabara. Hivyo huwezi kutuambia eti hatuwezi enda kwa barabara kwa vile venye tuko na njaa. Lazima tutakuwepo kwa barabara kwa vile venye tuko na njaa. Na hiyo matamshi yako ya kuweka watu wasipatane, uweke kando. Uache mheshimiwa rais na Raila waketi kwenye meza moja, wapata jibu la kupeleka hii Kenya mbele. hali ya maisha ipande chini, bidhaa irudi chini, mafuta irudi chini, ndio sisi wananchi wa chini tupate nafuu. Pili, uangalie mambo na kitu kama IBC. Hiyo ndio kama imekuwa tisho kwa hii Kenya. Tatu, waangalilie mambo na hizo makoti zetu, ni kama zimenunuliwa na pande moja. Lazima koti zikue pande zote, sio eti kununuliwa pande moja. Na kwa vile amekuja, tunatumai mnaongelea mambo ya economy. Lakini kama ni mambo ya handshake amekuja, naomba William Samoei Arap Ruto usimame kitete. Hataki handshake Kenya hii. William Samoei Arap Kipchirchir hataki handshake Kenya hii. Na wewe ulisema kinakaupaga kwamba serikali ya kutafuta kwa mlango wa dirisha, hii hata sisi hatutaki. Hata hivyo nashukuru sana na ile mambo ya IBC. IBC tunaomba rais mshirikiane wewe kwa serikali na pamoja na opposition, tulete hii kitu kwa pamoja, tulete uwiano. Na mambo mengine ya hii maandamano, sisi tunakasifu sana, hataki maandamano sana hapa Kisii. Ukiangalia mheshimiwa rais, sisi hapa tunapenda Mungu
na tunapenda amani. Ndio maana hujaona tukizunguka kwa mabarabara. Sufuria kwa kichwa yesi leta chakula hapa kwa kila Mkenya. Lakini uangalie maneno ya njaa, watu hata kama waandamani Kisii, pia njaa inauma kidogo. Uangalie hii kitu bana, ama hata wewe unaelewa, unajua ulikuwa hasla one time. Angalia watu waende vizuri, njaa inaumiza. Alafu kitu kingine ya tatu, unaona mafuta? Pia Mheshimiwa Rais, wewe ukituangalia sisi, mimi ni mwana bodaboda, mafuta unaona imeenda juu bwana. Hii maneno ya mafuta angalia hapo waone namna gani. Mafuta angalia hapo, isikuwe inaongeza shilingi, waje ikuwe inapunguza shilingi mpaka ifike 100. Hapo nitakushukuru sana, nitakupigia makofi. Tena kitu kingine mimi nashukuru wewe ukiwa hapo ndo unasikilia steering. Steering hatuoni kama iko mbaya, unaendelea sawa bwana. Wewe ni driver. Hii maneno mengine usitishwe na vitisho baridi. Wewe tunakuelewa bwana. Hiyo maneno tumeongea, sisi tuko na usajili. Tunajua wewe ndio rais na hakuna rais mwingine Kenya hii. Asante sana. Nitasema kwa majina, mimi naitwa James Nsongo Ngeri kutoka hapa Kisii. Mimi nazungumzia juu ya serikali yetu ya Kenya. Naomba tuwe na amani kama siku ya leo tumekuwa. Maana amani inashinda hata chakula ya tumbo. Uliona tumekuwa wiki mbili tukisumbuana juu ya vita na kadhalika. Hakufai. Mimi nimeomba hii maneno yenye wasee wameenda kukaria siku ya leo kuongelea. Waongee wanyamalize kukarimu. Wakiyamaliza hivyo ndio wananchi watakuwa na uhuru wa kutembea kote penye wanataka. Gachagua sisi tunampenda na tunamchua kama kiongozi, lakini yeye hawachi uchochezi, maana tumeona hizi vita Gachagua ndiye anafanya sinataka kuendelea, kwa sababu yeye anasema hataki watu tukae. Wase wasipokaa hivyo nafikiria hata sisi tutakaa. Gachagua apendanishe watu, ashikanishe wase. Akisikanisha wase hivyo ndio Kenya imesikana kwa umoja. Asanteni. Majina ni Vincent Oviri, mkaaji wa Kisii. Hii uchumi ya Kenya, President huyu Ruto, hii maisha hatuoni ikiwa sawa. Kwa sababu mimi Raila wakisikana handshake na Uhuru, mambo ilikuwa sawa. Lakini sasa hii uchumi imeenda juu bwana. Kama sisi vijana tunaumia. Kuumia yenye tunaumia, mafuta wakitoka serikalini Uhuru ilikuwa 160, sasa ni 180. Aliongeza 20 bob, sasa uchumi iko juu. Ukipepa customer vile mafuta iliongeza, customer anakuambia hana pesa ya kuongeza na hii serikali ya Ruto. Hivyo serikali ya Ruto maisha iko juu. Waongee na Raila, waongee maisha isuke chini. Kila kitu isuke bei ndio tukue sawa. Na hii mambo na maandamano mimi nimeona poa. Vile wao wameenda waongee, lakini mambo na handshake nayo Raila asikubali handshake. Akienda handshake hatutakuwa na amani. Kila kitu itaenda juu. Wafanya handshake isikue, maisha ishuke ili Wakenya tuwe pamoja na kila kitu iwe sawa. Amesitisha maandamano ili waende kuzungumza na Mheshimiwa Rais ili amani ikuje Kenya, lakini kitu yenye mimi naomba kiongozi wangu Raila Amolo Odinga, mimi kama mtu wa Azimio, usikubali handshake, vitu saizi ziko juu. Handshake hatutaki, na uongee na rais atusushie vitu, maisha ikuje chini. Alituambia within 100 days vitu maisha itakuwa rahisi. Atufungulie sava, maisha irudi chini, maisha yaendelee. Asante sana. Kwanza kabisa wakienda kuzungumza Gachagua ndio shida hii Kenya. Gachagua ndio shida Kenya, asiweke Gachagua kwa mazungumzo yao. Kama ni uwezekano Gachagua wakae nje na waongee bila ya Gachagua kuhusishwa kwa hiyo maandamano. Gachagua atulie kabisa, au viongozi wawili waweze kupatana, wasikizane ili Wakenya maisha yaendelee na maisha ikae rahisi kwa Wakenya. Asante. Kitu yenye naweza ongelea kuhusu Gachagua, huyu deputy president. Kitu yenye ako nayo ni panganga mingi. Tumwambie ukweli. Ingekuwa si panganga, hii Kenya tungekuwa tunasonga kwenda mbele. Sasa hii mambo na panganga ako nayo, mambo ya vitizo. Sasa vitizo ndio mbaya. Wacha waongee na rais, waongee wasuluhishe maneno ili hii Kenya tusonge. Gachagua kuna mambo anasema eti ameweka mtego kila mahali. Bwana Raila, rais wangu ni Raila. Yeye ni kama ghost. Sasa akisema ni state house, sisi wote ni state house.
tutaingia huko ndani bila kuonekana. Sasa hivyo aache na mambo na vitizo. Akitaka tukae na amani hii Kenya, vitizo ikome. Hiyo ndio hatutaki kabisa. Thank you. Tena nimerudi kwa studio, mimi ni Motari Daniel. Mimi naomba huyu naibu wa rais tumheshimu. Yeye pia amechaguliwa na Wakenya wote. Hakuna mtu alipita kwa mlango wa nyuma. Ruto, naibu wa rais alijaliwa na kila Mkenya. Huyu mwenye mnamuita rais ni opposition leader. My friend ako hapa anaangalia serikali. Unamuita aje opposition leader, unamuita president. Na president yako ako hai. Kwani president amekufa William Samoei Kipchirchir? Si Kipchirchir ako hai? Waja Mungu amsaidie huyu, amuongoze na amani yake. Mungu amsaidie neema ndogo ndogo na makubwa kubwa, aongoze hii Kenya mpaka tumalize mkondo. Asanteni. Wajakoya tia. Yeah man, tuko disappointed sana. Tulikuwa ready for the mega maandamano, but then baba ameamua sahi tuairishe maandamano. First of all, I will want to express my disappointment for I'm a resident of Kisii, because we expected a lot from Raila. Na venye ashasema wacha tupe government hii time pia atupe the way forward, because life imekuwa ngumu. Hata sisi wasanii tuna express a lot and we expected a lot from the government kulingana na manifesto yao yenye walitupea kama Kenya Kwanza. So the 1 week ultimatum yenye tumepewa na Raila, tuko steadfast kwa sababu tunataka kila kitu ikue sawa kwa hii Kenya. We will expect everything that Kenya Kwanza expressed to us on their manifesto as Kenya Kwanza ikuje lively, or else we support maandamano full time. Juu tunaona kila wakati hapa hivi they are giving us false promises that they never take serious after elections. It was a good thing that these two leaders, Raila and Ruto, came together for the betterment of peace within our country. Tumeona hata mabiashara zetu hapa mtaani jo, hakuna venye zinaendelea juu ya hii maandamano. We want serious actions taken, or else we are going to support Eric Omondi for what is up to, because it's never going to lie down. We want something proper within our system. Sisi tuna support full time the commitment ya hawa watu wawili, Raila na Ruto, wakuje pamoja, walinde nchi, watuletee manufaa ya yale yote ya walikuwa wametuletea. Thank you. Nini vitu irudi chini. Wenye hatuna pesa tunaumia bwana. Kirudi chini itakuwa hatari. Tunaomba Mr. Rais aone hiyo bila ya uchumi iko, bila vitu hivyo wenye hatujiwezi. Tutapata aje, tutapata pesa yenye tutanunua aje. Sasa tunaumia bana, sukari vitu inaenda juu bana, tunaumia. Hayo ndio niko na. Rosemary kutoka Kisii County. Ninaongea tu ya hii maandamano ya siku ya leo, tungeenda kabisa hii maandamano. Huwa tunayafanya kila Thursday na Monday vile kiongozi wetu huwa kituelekeza. Yenyewe hii Kenya iko na mambo mengi sana. Hatuna pesa. Kazi ni ngumu. Vijana watu wanaumia kabisa. Hivyo basi naomba katika siku ya leo kama vile wanaenda kuongea President Ruto na kiongozi wa Azimio waelewane ili mambo iende vizuri. Lakini isipoenda vizuri, na zaidi sana tena ikiwa vizuri tena, hao bunge la wananchi pia watetewe kabisa. Hata wapate kazi tu, wamefanya kazi mzuri kwa bunge. Kuambia watu vile kazi inaendelea kwa bunge. Hivyo kazi ile iende mzuri, watu waelewane, uchumi imekaa ngumu, mambo ikae vizuri. Alafu kazi iende vizuri, tusiwe kama watu wenye nchi zingine. Na mambo ya kwenda kufanya kutupa matia gasi, kutupia watu. Hebu jiuliza kama ni wewe unatupia tia gasi kwako, itakaa aje? Maskari mko kuchunga kila mtu, sio kuambia tufanye hii
alafu mnaanza kutupia watu tiagasi, mnaua watu. Hiyo ni vibaya. Asanteni sana. Rosemary kutoka Kisii County. Ninaongea juu ya hii maandamano ya siku ya leo. Tungeenda kabisa hii maandamano. Huwa tunayafanya kila Thursday na Monday vile kiongozi wetu huwa kituelekeza. Yenyewe hii Kenya iko na mambo mengi sana. Hatuna pesa. Kazi ni ngumu. Vijana watu wanaumia kabisa. Hivyo basi naomba katika siku ya leo kama vile wanaenda kuongea President Ruto na kiongozi wa Azimio waelewane ili mambo iende vizuri. Lakini isipoenda vizuri, na zaidi sana tena ikiwa vizuri tena, hao bunge la wananchi pia watetewa kabisa. Hata wapate kazi tu, wamefanya kazi mzuri kwa bunge. Kuambia watu vile kazi inaendelea kwa bunge. Hivyo kazi ile iende mzuri, watu waelewane, uchumi imekaa ngumu, mambo ikae vizuri, alafu kazi iende vizuri. Tusiwe kama watu wenye nchi zingine. Na mambo ya kwenda kufanya kutupa matia gas, kutupia watu. Hebu jiuliza kama ni wewe unatupia tia gasi kwako, itakaa aje? Maskari mko kuchunga kila mtu, sio kuambia tufanye hii, alafu mnaanza kutupia watu tia gasi, mnaua watu. Hiyo ni vibaya. Asanteni sana.